Wana karibu tena kwa mara nyingine, na sasa nikukaribisha tena katika episode ya 6. Mashine safi sana hii wanaita Kalpirasi. Lakini pia nikukumbushe tuna lile dude la kiume sana, lile picha la ukweli kabisa wanaita Sizzla. Tumeadvertise katika vipande vilivyopita, lakini pia bado tunazidi kuiadvertise. Kumbuke picha hii inapatikana pale Kariakoo, Somali Move Worldwide. Kila siku ya Jumatatu hakikisha unakwenda kupata nakala zako mbili safi, Kalpirasi pamoja na Sizzla. Picha mashine ambazo zimeanza kutoka zote tarehe 1. Yaani leo zimetoka zote pamoja zaidi. Kwa hiyo kazi ni kwako kuendelea kuifuatilia zaidi na zaidi. Kalpirasi pamoja na Sizzla. Karibu tena episode ya 6 ndio hii hapa sasa katika picha inaitwa Jeraha la Moyo. Hii hapa sasa mzima sehemu ya 6 tunasonga. Bado tunaanzia hapa sasa katika episode safi ya 6 katika mashine safi, picha wanaita Kalpirasi. Basi binti akiwa amelala, mara ghafla mlango ukaanza kugongwa kwa mara nyingine tena, kwa mara ya pili. Mara tu baada kumfukuza mzima mwana Ferret, mlango ukaanza kugongwa tena kwa mara nyingine. Binti akaamka, akakasirika kweli kweli. Akajua kabisa atakuwa ni Ferret karudi tena kwa mara nyingine. Kwa kasi ajabu anakwenda kufungua na shangaa, ni rafiki yake. Hasa kumbe ni wewe. Hasa ndio, kwa ulikuwa unamsubiri mtu mwingine hapa. Hasa Mungu, hivi kwanza sasa hivi saa ngapi? Unajua nimelala sana, nimechelewa kazini jamani. Anasema nikupigia simu yako haipatikani. Bila shaka itakuwa imezima. Nikaona nikuletee chochote kitu cha asubuhi, kuletea summit pamoja na jibini. Karibu. Hayo basi, amka hapo kwanza nijiandae. Sasa katika upande wa pili kwa mzima bwana Ferret, yupo na brother yake. Brother ameamka leo bwana, yupo na furaha kweli kweli. Anasema yani kijana, leo nimelala vizuri kweli kweli. Nimelala usingizi mzuri mwanana. Sijaye kulala hivi. Anasema uwezi amini, yani usiku wa leo sielewi usingizi wa aina gani nimelala. Kwa sababu nilikuwa nipo mbali na mke wangu nini? Ne bakıyorsun? Haya sasa. Ne biliyorsun, ben onu dinliyorum. Ndio hivyo, kwambia sikiliza, pia nimeota ndoto kuhusiana na mama. Inaonekana mama amekasirika sana. Nimeota kwamba yupo katika hali ambayo si nzuri. Kwa hiyo inabidi ufanye maamuzi mengine, ubadilishe yao mawazo yako ya kipuzi, ufanye mambo mengine. La sivyo mama anaweza akakasirika zaidi. Basi katika upande wa pili kubinti anasema Mungu, nimechelewa kazini yani. Sijui hilo itakuwaje. Lakini natakiwa tupitie kule katika upande wa pili. Alipo mbwa yule. Ukumbuka kuna mbwa aligongwa. Kwa hiyo inabidi tuende kule tukamwangalie. Au umesahau? Sasa kama unasema umechelewa kazini, unafikiri nini ninachofuata? Kazi yako yenyewe hii, ukichelewa dakika 2 tu mambo yanakuwa ni mengine. Hasa Mungu wangu, mimi nifanyaje sasa? Nimechelewa, itakwambia sasa kilichopo inabidi sasa utafute kazi nyingine. Kwa sababu kama hii kazi kila siku ndio hivi utakuwa unapelekeshwa mputa hivi. Tafuta kazi nyingine. Aidha ikiwezekana ufungue mgawa wako. Sasa pesa mimi natoa wapi? Pesa za kufungua mgawa natoa wapi mimi? Sina pesa. Wewe unajua mwenyewe ndio hivyo, sijasoma, sina maisha yoyote. Tafanyaje sasa mimi? Ambia Mungu wangu. Sijui hata tufanyaje. Maisha ndio haya tena, ndio hivi magumu. Tamam. Lakini twende. Tajua nini cha kufanya. Binti anatoka na rafiki yake kipenzi. Yule rafiki yake wa karibu sana ambao anaheshimiana na mambo ni mengi wamekuwa wakifanya pamoja. Sasa wakati huo katika upande wa pili, brother Sinan yeye anasepa, anarudi zake Antakya. Hayo wana usijali, mimi nitarudi siku hiyo ya harusi na harusi itafanyika pia. Hayo usijali. Unachelewa bwana, wewe wai. Mwambie mama nitakuja muda si mrefu. Ben hep arkandayım. Hakikisha bwana unafanya hivyo ili kumtia furaha mama yako. Hamna shida brother. Kwa heri. Kamwaga brother pale. Safari kaanza. Sasa katika upande wa pili huku kwa bibie wanamuita Hande. Yupo pamoja na rafiki yake Betul. Au bibie wanamuita Sebel. Bibie alikuwa ameweza kuchapisha picha 2 za mume wake mtarajiwa mzima. Picha moja ndio hii hapa. Moja kati ya picha ambayo amepiga katika pose nzuri. Sema jamani, nikwambie tu kweli. Jamani, umebahatika kupata mwanaume mzuri. Mume wako ni handsome boy. Sema hakika. Najivunia sana. Najivunia sana kuwa na mume kama Ferret. Ni mzuri sana. Basi binti anamsifia mume wake kwa sababu ni kweli jamani handsome. Mara ghafla kuja mama. Jamani mama amekuja.
Hoş geldiniz. Oh jamani, karibuni. Karibuni sana. Bu arada Sinan aradı. Her şey Anasema Sinan yupo njiani anakuja. Na Firet nafikiri atakuja kesho mapema. Taarifa ndo hiyo. Sinan yupo njiani anakuja, lakini Firet yeye atakuja biraz mapema zaidi kesho. mı kızım? Yok. Sade ama şık zümrüt. Anasema kikubwa bwana ambacho kinanifurahisha, Azaden. imebaki siku moja tu na nusu tunakwenda kufunga ndoa, mimi na mume wangu mtarajiwa. Nafikiri itakuwa ni siku ya kipekee, siku yenye furaha zaidi. Watu wote katika familia wote tunaisubiri siku hiyo, na naamini itakuwa ni siku ya kitofauti kabisa. Mama anasema hakika. Sizce de Sasa tuje katika upande wa pili kwa bibie köpek. Asi. Biz sonuçta insanlık namına Ambia vipi? Huyu mbwa vipi? Amepona? Anasema kwa sasa ameshapona kwa kiasi, ila kuna pesa ambayo mnatakiwa kulipa. Habia msubiri dakika moja, subiri dakika moja tujadili kipembeni hapa. Kamtoa rafiki yake pembeni. Ambia vipi aise, una kitu chochote, una pesa? Rafiki yake kujisachi kakutana na pesa kidogo. Sasa Mungu wangu, mimi sina chochote yani. Hapa nilipo nipo kapa. Sina chochote. Mimi sasa tunafanyaje? Anasema lakini mimi nyumbani nina pesa kidogo. Nilikuwa nimeweka kama akiba. ya olur zaten Sasa tunafanyaje? Labda nikaichukue pesa ben tuje tumkomboe mbwa. geri dönümleri falan vardı. Itatusaidia zaidi. Suratını asma. Gör. Basi ngoja nije chap. Peki. Aambia basi hamna shida. Birazdan hallediyorum. Akatoka moja kwa moja kwenda kuchukua pesa. Akamwambia ngoja anakwenda kuchukua pesa na kuja muda si mrefu. Bibi akawa amebaki pale kwa ajili ya kuweza kumsubiri rafiki yake akachukue pesa ili aweze kuja. Lakini wakati yupo pale mara ghafla anaingia mzee mzima. Oh, habari? Sılmış bugün bizi bas. Vipi mgonjwa wetu anaendeleaje? Operasyon. Anasema anaendelea vizuri, operation imefanyiwa, kila kitu kinakwenda vizuri. Lakini Biraz gör. kuna pesa ambayo inahitajika kuweza kulipiwa hapa Ama ili kuweza kumruhusu. ya bu bizim fatura. Bili yenyewe ndo hii hapa. Kanaangalia kwenye bili pale. Şuradan çekelim. Ghafla si. Olmaz. Biz halledeceğiz şimdi. Samani. Para çek. Rafiki yangu ametoka hapa amekwenda kuchukua pesa na kuja kulipa. Lütfen. Kabi hapana. Mbwa nilimgonga mimi kwa lazima nimlipe mimi. Basi jamaa akatoa ATM kadi akamkabidhi binti pale ya draw pesa alipe. Asemna shida. Nitakona isiyo tabu kwa sababu amejitolea kutoa, basi hakuna shida. Nice. Katolewa pesa pale kalipa. Wanasepa hiyo kumchukua mbwa wakati mwingine kwa sababu amefanyia operation. Basi wakati anatoka binti alimsimamisha. Akamwambia bwana, asante. Asante sana na kwaheri pia. Kusura bakma. Lakini jamaa alimuomba samahani. Naomba unisamehe kwa kile ambacho umetokea asubuhi ya leo, kukuamsha, kukusumbua. Naomba unisamehe sana. Lakini Gerçekten ndio hivyo. tim yoktu. Sikuwa na nia mbaya. Yan Ilikuwa nahitaji unisaidie. zaman. Amemwachana achana na hayo mambo bwana. Ishapita. Bir teklifi kabul et. Lakini vipi kuhusiana na jambo nililokuambia? Vipi utakubaliana nalo? Mimi nitakwambia sahau. Mwambia kwaheri. Toka tu hivi anakutana rafiki yake. Vipi yule nani? Anladım işte. Asema yule jamaa ndo alimgonga mbwa bwana. Tayari ashalipa bili zote, kila kitu kipo safi. Ha? Asema ndio. Jamaa akashapewa taarifa. Okay. Sasa nyumbani huku. Leo familia nzima meketi pamoja Sağ ol. wanakula chakula cha pamoja. Abi dediğim böyle olmalı işte. Anasema hivi ndivyo ndugu tunavyopaswa kuwepo. Kushirikiana pamoja, kula pamoja mezani, vitu kama hivyo. Hivi ndio ndugu anatakiwa kuishi. Davranış değil doğrusu. Vipi lakini Ferit mbona hajaja? Telefonlara da cevap vermedi. Baba yani He? öncesi. Yani Anasema ameniahidi ya kwamba atakuja kabla ya siku ya harusi, kabla ya harusi yenyewe. Gün mü gelir mi? Yaani ina maana kwamba bwana harusi anakuja siku ya harusi. Ulishai kuona wapi? Gençler kendi Anasema ndio hivyo. açmışlar. Labda inawezekana amebana bwana sana, kwa hiyo ameona aje tu siku ya harusi, afunge harusi, amalize, ageuze zake kwa mambo yake. Kwa ndio hivyo alivyoamua. Senin neyin var? iyi mi? Anasema hamna shida nyingine yote, hamna. Var ya. Kula bwana. Sen kuaförden randevu aldın değil mi? Mke wake anataka kujua kwa sababu inawezekani bwana harusi ameamua kukaa mpaka siku ya harusi ndo aje. Kuaför. Lazima kuna shida. So hivi bure, lakini brother naye ameamua kuficha. Hajataka kueleza chochote. Okay. Kaamua kukausha. Kızım oradan bir parça ekmek versene bana. Hebu nipatie mkate hapo. Okay, ndivyo jinsi mambo yalivyo. Oho, sasa tuje katika upande wa pili katika mji wa Istanbul. Istanbul kama unavyofahamu ni mji mkubwa
wa kibiashara. Ni kama mtu anatoka zake huko Singida anakuja Dar es Salaam. Kwa hiyo lazima unaona utofauti. Dar es Salaam hiyo tunifananisha na Istanbul. Sasa Istanbul katika upande wa pili leo kuna vijana wawili machachari walikuwa hapo katika gari, wanaitembeza gari kwa kasi. Walikuwa wamefika katika mtaa mmoja, wakatulia. Ni vijana wahuni wapo na gari yao safi, gari kali, wakaipaki pembeni hapa. Yoldan geçen ilk kızın numarasını alacağım dedi. Asema ni leo tutakaa hapa mpaka tumuone msichana yoyote mzuri anapita hapa tuanze kumgasi. Leo wamekuja mtaani hapa kwa ajili tu ya kugasi wasichana. Vijana wenye utajiri wao, gari nini, afu ndio hivyo tena wanapenda vichunchuda. Wow. Basi wakati wapo hapa mara ghafla katika upande wa pili anakuja binti ambaye ni bibi Ase. Ase ndo anakuja. Anapita hapa naye katoka katika mizunguko yake na anarejea nyumbani. Amechoka kweli kweli. Sasa kijana ule mmoja akamfuata. Akawa anamzuia njia. Binti anakwenda huku anamzuia. Yarışmasını kazanan kız değil mi? Tafadhali. Diyorsun be. Hebu niache nipite bwana. Niache nipite. Hawa watu wanataka busu. Busu. Taka kumbusu binti akampiga bonge la bao. Hızlı çıktın ha. Ha? Unajifanya na nguvu, si ndio? Yaani mwanamke uweze kupambana na wanaume wawili. Kampa kitu. Sasa kati anataka kukimbia, ndugu wangu wakamkwida. Wakamshika. Wanataka kumuingilia pasipo ridhaa yake. Binti akaanza kuita, jamani msaada, polisi. Msaada. Anaita msaada. Jamani msaada. Sasa wakati anazidi kuita msaada. Katika upande wa pili akaja rafiki yake yule. Bachi kwa mwangalifu eti wasije wakakudhuru hao majamaa. Bachi akaanza kutembeza kichapo baba. Majamaa akatembezewa kichapo cha kufa mtu. Sasa mmoja akachomoa kisu. Ayşe git polis çağır. Gelsene oğlum. Kachomoa kisu. Dan Ayşe. Bachi tafadhali tukimbie. Peleka kisu mzee Bachi, sijui akakigeuza vipi ndugu yangu. Kilichotokea kilikuwa kinatisha. Bachi na yule mwingine, kilichotokea ndo hichi. Uwezi amini, Bachi sijui aligeuza vipi kisu, akawa amemkita ule jamaa. Jamaa anakwenda chini, katobolewa na kisu. Yaani vurugu, mwisho wa siku mtu kachomwa na kisu. Balaa ni zito. Hapo sasa ndo balaa linapoanzia. Bachi kajikuta kamchoma mtu na kisu. Wakati huo pale kingora gari za polisi hizo hapo. Jamaa akaamua kusepa. Bırakacaksın tamam mı? Ambia tafadhali binti ondoka, niache mimi hapa. Akamwambia hapana, siwezi kukuacha. Hayo yote yametokea kwa sababu yangu, siwezi kukuacha. Akamwambia sasa nimekwambia ondoka. Polisi wamefika pale. Wakamkuta jamaa ameshika kisu mkononi, mkono wake una damu. Wakaamua kumshika kwa sababu yeye ndo amekutwa na kisu, ndio mchinja ng'ombe. Tafadhali, ni kosa langu, tafadhali nikamateni mimi. Huyo hana kosa lolote. Simu zinapigwa. Kuna tukio la kuchomwa kisu kwa mtu limeweza kutokea katika mtaa wa 3 huko. Taarifa zinapigwa kila sehemu kwa ajili ya kuweza kujuzwa, kutolewa taarifa kila sehemu. Mambo ni mazito namna hiyo. Basi jamaa aliletwa, Bachi aliletwa moja kwa moja kituo cha polisi. Sasa yote yale yametokea kwa sababu yangu. Kuona ukamatwe, niache mimi nikamatwe. Akamwambia jamani, tulemkuta na damu ni huyu, tulemkuta na kisu ni huyu, kwa hiyo huyu ndiye atakayehukumiwa. Asema lakini mimi ndo chanzo, mimi ndo chanzo cha kila kitu. Sasa huyu anahusika vipi? Kemenin işi. Dua edin. Asema ndo hivyo. Hakuna namna. I say. Inatisha kama nini bablai. Jamaa anakamatwa, anapelekwa Lupango. Binti alijitahidi kutetea yeye ndo mwenye kosa, lakini mwisho wa siku aliyekutwa na kisu ndo aliyefanya tukio. Kwa hiyo sasa moja kwa moja anachukuliwa, anapelekwa moja kwa moja katika upande wa pili kwa ajili ya mambo mengine ili kila kitu kiweze kuwa sanjari zaidi. Waita Kalpi Yarasi, ukipenda Yaras, kutoka Hombo the Family, na hiyo ni episode safi ya 6. Tutasonga mbele zaidi katika episode ya 7 tukafahamu nini kinakwenda kujiri na kitu gani kinakwenda kutokea zaidi katika episode ya 7. Asante na karibu pia katika episode inayofuata, sehemu ya 7 katika mashine safi bonge la dude wanalita Kalpi Yarasi. Karibu tena, tuende sanjari zaidi. Episode ya 7 ndo hii hapa inafuata.